Hii Nairobi hii tutapanga vizuri. Na tutatafuta gavana ambaye atasimamia maslahi ya watu ya Nairobi. Hizo kura wewe Sakaja tulikupatia 500,000, utafute pahali utareplace naye. That will not be available for you anymore. Because hii kutesa watu. Kama sasa hii hawkers wanateswa. Wanaandikiwa barua watoke. Na ni mchoro tu. Kuna kijana wetu, alikuwa kijana mzuri sana, anaitwa Jagua. Kale kama mwanake kama nuko hale starehe. Alikuwa tuikite kudago tome. Hiyo kijana ndio anapanga hiyo maneno. Na ni maneno walizoea wakati ya Uhuru. Anaenda anapanga watu wafukuzwe town, alafu wanakimbia kwa Uhuru, wanarudishwa, Uhuru anapata umaarufu. Hiyo kijana ndio anapanga sasa ati hawkers wafurushwe, aende kwa Ruto, isimamishwe, ati ndio watu wetu wapende Ruto. Iko haja gani ndio watu wakupende kuanza kuwatesa na kuwaumiza? Kwa hivyo tunataka kusema hiyo maneno ya mchezo na wafanyabiashara wetu, hawkers wetu, mnataka kucheza na hao political game, ati muwatoe alafu msimamishe ndio wapende nyinyi. I think it is very wrong. Na huyo kijana wetu ningetaka kumuomba awache hiyo maneno. Wewe kijana, hapana tumika kufanya mipango pale ya kuumiza watu wetu. Wale hawkers walikuchagua kama mjumbe wa starehe. At least be grateful they gave you 5 years. Usiende kuingia mipango na president ati vile mtawafurusha alafu muwatetee ati warudishwe. That is playing politics with the lives of our traders, and it is wrong and it should not happen. Kwa hivyo mimi niseme nikimalizia, mambo ya wale vijana wetu walikuwa nataka kutumiwa ati walete furugu katika area hii. Mimi nataka nishukuru vijana wetu wamekataa. Huyu kiongozi ni mmoja tu, anaenda anachukua pesa, anakula, anatumia vijana kuja kulete fujo na furugo. Na ndio walikuja kutupiga pale Limuru. Lakini vijana wetu ni wazuri, wamekataa hiyo maneno. Nataka kushukuru vijana. Msikubali. Tafadhali. Msikubali kutumika na huyo jamaa kutafuta pesa kwa serikali, atumie nyinyi vile alitumia nyinyi miaka iliyopita, na vijana wetu wengi sana wakakufa, wengine wakapata shida mingi sana. Na ni huyo jamaa tu aliwatumia vibaya. Again amekombolewa sasa ati alete furugu katika hii Nairobi na Mlima akitumia vijana wetu. And I want to thank our young people. Wamekataa hiyo maneno. Hata kama mko na shida, hamuna kazi, msikubali kutumika kwenda kupiga watu wengine, kuharibu mali, kutoa fujo. Afadhali tu mungangane tu kabla tupanga hii maneno, tuunde serikali, tulainishe maneno vile itakaa. So I want to thank our young people kwa kukataa kutumika vibaya. Finally, tunataka kusema hii maneno ya Kenya kukaa bila IBC ni makosa kubwa sana. Report ya Kriegler ilisema we need to have elections, to have IBC in place 3 years before elections. The process is as important as the outcome. Na tukisikiza watu ya president wale wanaongea huko, ukiona hakuna IBC, upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi, hakuna pahali unaenda, tutaongeza. Na hakuna IBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. And we want to appeal to the international community to put pressure on President William Ruto and the Kenya government so that IBC is constituted as of yesterday. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie, mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IBC to start planning and preparing for the 2027 general election.